Ruanga. Mtoto yamka jana akaenda shule. Alipoenda shule mimi nikamka ili niende kwenye shughuli zangu. Sasa tulikuwa tumetengeneza tulikuwa tunamwaga zege. Sasa kuna mvulana alikuwa anatumwagia zege. Sasa yule mvulana akaja jana kuchukua mbao za watu. Kaambia mbao zao wanazitaka. Kaambia mbao njoo kuchukue kwa sababu umenikuta sijaenda kazini. Basi njoo uzichukue. Akazitoa. Alipomaliza kuzitoa, tukafanyaje? Tukazipeleka, tukazikabidhi kwa yule aliyekuwa ametupa. Nikarudi nyumbani. Nikaangalia muda, nikakuta muda umeshaenda. Nikasema hapa siwezi nikaenda kufanyaje? Kufanya biashara. Ikabidi niende kufua. Nikachukua nguo, nikaenda kufua. Nilipoenda kufua, nikawaona vijana wanaotembea nao wanaocheza pamoja. Sasa nikawauliza, mbona nyie mko mtaani wakati watoto wako shuleni? Wakaniambia kwamba tumeshamaliza mtihani. Kwa hiyo tunatembea. Nikaenda kateremka Nyakanyasi, nikamwangalia sehemu anapochezea. Wanapenda kuchezea kwenye puru au kwenye kasehemu, kuna kasehemu kana vinani vya CD, anabani CD au kwenye ori ya TV ya kuangalia mipira. Nikamwangalia kwenye mazingira hayo, nikamkuta yuko kwenye ori ya mpira. Nikamuuliza, kaambia lakini wewe uniform ziko wapi? Akasema uniform ziko nyumbani. Kaambia wewe umeshatoka shule? Akasema sasa umetoka saa ngapi, mbona hujaja nyumbani? Anambia nimekuja. Kaambia sasa mbona hujaaga? Akasema basi. Nikasema twende nyumbani. Nikamshika mkono tukaja nyumbani. Nikamwambia leta Biblia tukaombe. Basi kawaida yangu huwa kila tunapokuja kula lazima tuombe. Kaambia leta Biblia tuombe. Tukashika mshumaa, tukashika Biblia zetu tukaomba. Na yeye tukaomba vizuri, tukamaliza, tukala. Tulivyomaliza kula tukalala. Asubuhi nikamwambia hautatoka hapa bila kufanyaje? Bila kwenda na wewe shule. Yawezekana na shule haufiki. Basi akafanyaje? Akasema sawa, tutaenda wote. Akasema mimi nafika shule. Kaambia hapana, hautaenda shule peke yako, lazima tuende wote. Ili niangalie kama shule unafika. Basi nikafanyaje? Nikawa nafagia nje. Kaambia mdogo wake, kaambia ujiandae wewe uende shule. Nikasema hawa kuku sitawafungulia kwa sababu nikitoka hapa sitamwacha mtu yoyote. Kwa hiyo nifanyaje? Niwache nimewafunga. Nikamuita, kaambia Karen, akasema naam. Kaambia uko wapi? Akasema niko chooni. Akasema uharakishe tujiandae tuende shule, nataka kutoka kwa mapema kwenda kwenye kazi zangu kuangalia kama nitapata 100 200. Akasema sawa. Kumbe pale nilipokuwa namuita yeye anafanyaje? Anajiandaa kukimbia. Sasa mimi natoka nyumbani naenda kumwaga uchafu, ninamkuta yaani nasikia kishindo anazunguka hivi. Nikasema huyu anataka kukimbia tena. Nikageuka kuja kutokezea kufika hapa, simuoni. Nikamuita mdogo wake, nikamwambia Karen haonekani tena. Akaniambia mama mwache. Kaambia lakini sitaenda shuleni kabla sijafanyaje, sijateremka Nyakanyasi kumwangalia tena na nimtolee taarifa kwa sababu hili tatizo limekuwa kubwa. Nikimwacha hivi linaweza kuleta shida shuleni. Basi nikateremka. Nikapitia njia ya kule chini, nikateremka. Nikaenda nikamwangalia nilipomtoa jana. Sikumkuta. Nikamwangalia, nikasema hapana nipite kwa mwenyekiti. Nikapita kwa mwenyekiti. Nikamuelezea na jinsi ninapomkutaga kwenye puru na kwenye kwenye kakubani CD. Nikamtoa. Nikamwambia, mwenyekiti akasema sasa huwa ninamkuta anasema natafuta hela.
Kaambia sasa mimi hapo pamesha nigombanisha sana. Kwamba utoke hivi vitu havitakuletea nani, kwanza usome. Basi akaniambia kwanza umtafute. Kisha mtafuta ukamuona. Tumfuatilie zaidi ili tuone jinsi ya kufanyaje, ya kumsaidia. Basi sasa nikafanyaje, nikaenda kupitia kwa rafiki yake. Nikafika kwa rafiki yake nikamkuta babake anaamka. Nikamwambia, "Huyu mtoto yupo?" Akaniambia, "Ameenda shule." Akamuuliza jirani yake, akamwambia, "Nani wanakaita jina sikumbuki." Akasema, "Yupo." Akaambia, "Hayupo, ameenda na mama yake." Akamwambia, "Kwa nini ameenda na mama yake?" Akamwambia kwamba wanazurura, kwa hiyo ameenda na mama yake. Akamwambia, "Lakini na jana kumbe walikuwa wanazurura, hawakwenda shule." Basi akamwambia, "Kwanza nipande niende shuleni, niangalie kama shule anafika." Basi nikapanda, lakini nilipofika pale juu, roho ikaniambia uweze urudi nyumbani. Uangalie yawezekana amerudi nyumbani, akawa na hofu ya kufanyaje, kusema kwamba mama akienda shule akakuta sipo, labda atanichapa. Nikarudi nyumbani. Nikafikiri labda amerudi, akavaa uniform kwenda wapi? Shuleni. Basi kurudi, ninafika hapa, ninamkuta mwenyekiti na mjumbe jirani yangu. Ninafika na mjumbe ananiambia, "Karen amejinyonga." Kaambia, "Karen?" Kaambia tena nikadharau kama vile ananitania. Kaambia, tena nikawashangaa nikaona kama vile hawa. Akasema, "Mwanao amejinyonga." Kuja kuingia kuangalia, mwanangu amejiweka kwenye kitanzi. Sikusema lolote zaidi ya kumshukuru Mungu kwa sababu nimeona mimba ambayo sijawahi kuona duniani mimi. Nimeliona kwa Karen wangu, mwanangu. Amenikuza.